Habari, karibuni sana kwenye somo letu la leo. Tutaingia kwenye ulimwengu wa maneno ya vitendo, yaani vitenzi vya Kiswahili. Mpo tayari kuanza? Sawa kabisa, basi tuanze. Hebu tuangalie baadhi ya vitendo ambavyo unajua tunavifanya karibu kila siku. Angalieni hapa, tuna maneno manne mazuri sana. Kwanza kabisa, soma. Alafu kuna safisha. Hapa pia tuna ogelea. Na mwisho, panda. Vipi? Rahisi, eh? Sawa, sasa tuone jinsi vitenzi hivi vinavyofanya kazi. Yaani, tutaangalia jinsi ya kutumia maneno haya kwenye sentensi kamili. Okay, hebu tulichukue neno letu la kwanza, soma. Sasa, ukiongeza ku mbele yake, unapata kusoma. Hiyo ku ni kama tu ya Kiingereza tu. Kwa hiyo kusoma ni to read. Sasa, angalieni hapa. Hili ni muhimu sana. Kutoka kusoma, tunabadilisha na kupata ninasoma. Munaona ile sehemu ya rangi ya machungwa? Hiyo nina inatuambia nani anafanya na lini. Alafu ile ya bluu, soma, ndiyo kitendo chenyewe. Kwa hiyo fikiria kama unajenga kitu. Una vipande vitatu. Kipande cha kwanza ni, maana yake I. Kipande cha pili na, hii ni ya sasa hivi, am. Na cha tatu ni kitendo, ni, soma, yani read. Vikiungana, unapata ninasoma, I am reading. Safi sana. Sawa, sasa tuzungumze. Hebu tuone jinsi tunavyoweza kutumia maneno haya kwenye mazungumzo ya kawaida kati ya marafiki. Hapa sasa, rafiki mmoja anamuuliza mwenzie, unafanya nini? Yaani, what are you doing? Angalia vizuri, nafanya, you are doing. Na mwenzie anamjibu, ninasugua meno. Mnaona, anatumia mtindo ule ule tuliojifunza. Ni, na, sugua, yani I am brushing. Alafu anamrudishia swali, na wewe? Kifupi tu, and you? Na yule wa kwanza naye anajibu, ninachana nywele. I am combing my hair. Rahisi kabisa, si ndio? Okay, sasa ni wakati wa sarufi kidogo. Tumeshaona jinsi ya kuzungumzia kitu kinachotokea sasa hivi. Lakini vipi kama kitu kimeshatokea? Yaani wakati uliopita? Kuzungumzia vitu vya zamani ni rahisi sana. Badala ya kutumia na ya sasa, tunatumia li. Ebu tuone. Ukitaka kusema I did, unatumia nili. Mfano, nilisoma kitabu. Kwa he, she did, tunatumia ali. Kwa mfano, alisoma kitabu. Na kwa vitu tunasema ili, kama kwenye ilianguka. Sawa. Sasa ni wakati wa marudio ya haraka. Hapa tutapitia vitenzi vingi kwa haraka. Mko tayari? Jaribuni kusema pamoja nami kwa sauti. Haya, twende kazi. Sukuma, alafu vuta, halafu nusa, nawa, chap chap. Tunaendelea. Hapa tunaoga, saidia, shika, naomba. Vizuri sana. Na seti ya mwisho, panda, alafu shangaa. Haya, na hizi je, mnakumbuka? Ni ogelea na soma. Kazi nzuri sana kwa kweli. Wow, kazi njema kweli. Yaani mmejifunza mambo mengi sana leo kwa muda mfupi tu. Hongereni sana. Hongereni sana. Sasa mnajua jinsi ya kuzungumzia vitendo mbalimbali kwa Kiswahili.